Wewe Maya, songea hapo wewe Maya. Nini bosi? Naona ni kama umesandewa. Twende nikupeleke nyumbani. Hapa nangoja kama 1,150,000. Nahisi njaa sana. Wewe toka hapo unanichafua roho na kula pande zote. Sasa sikiza nikueleze. Changamoto anazopitia. Wacha hiyo. Kudadeki. Kuna kitu nilikuwa nataka kukuambia. Wewe tulielewanaje? Niko hapa barabarani tu. Sasa sikiza. Siweke mchezo kwa kazi wewe. Sina kazi yoyote kaka ya kufanya. Wewe ni mtoto wa kiume. Nitakufunza kazi. Na maana tutasaidika. Subiri upangwe. Kwa leo nitakusamea. Ufai kulialia. Dunia saa hii unaenda na wakati. Mume wangu. Chakula kiko tayari. Haya, karibu. Hello. Mr. Jones. Sawa, nitakuja, usijali. Sawa. Karibu mume wangu. Asante. Chakula kinakaa kitamu Kabisa mume wangu. Si unajua tena? Unaona pia. Karibu. Asante. Kama unajua kupika. Sasa unajua tena kawaida yangu mume wangu. Unajua sijai kuna chakula kama hiki. Kwa kawaida yangu mume wangu nitakufanyia hivyo hadi unone. Utaona kwa kweli hata nje watu watakuwa wanakushangaa tu. Na ina maana hii mwaka lazima nitanona, sio? Unaona utanona mume wangu. Nafurahia sana kupata mwanamke ambaye
Anajua kuandaa mapochopocho. Najivunia sana kuwa na wewe mume wangu. Nakupenda sana. Asante kwa penzi lako. Ila kuna kitu kinaniumiza sana moyoni. Tugani tena. Hivi umewahi keti chini hata siku moja ukafikiria kunizalia mtoto angalau niitwe baba? Mume wangu. Haya ni yapi tena? Nimeuliza tu, japo sio kwa ubaya. Najua una haki mume wangu. Najua una haki kwa kweli. Ila si ungetulia tule kwanza ndipo tupate muda mwafaka wa kulizungumzia hilo. Ni kweli sina ubaya. Lakini unajua ni mwaka wa pili sasa kwenye hii ndoa. Lakini mafanikio hamna mama. Mume wangu, basi tule alafu tulizungumzie hili. Sawa. Na kuna kitu kimenijia akilini mwangu. Mbona tusiende kwa mganga? Mganga tena mume wangu? Ya. Kwa hakika mimi sikubaliani nawe kwenda kwa mganga. Kivipi tena? Heri twende hata kwa daktari. Daktari nina uhakika kabisa atatusaidia kutatua hii shida. Na uhakika kabisa atatusaidia? Nina uhakika kabisa mume wangu. Haya, ni sawa, hamna tatizo. Wewe basi kula, umalize ujiandae ili twende hata leo. Haina shida mume wangu, nipo tayari. Sawa basi. Ngoja mimi nifanye michongo moja mbili. Maana kuna shughuli nafaa kukimbia mjini alafu ndio nirudi. Sawa mume wangu. Sawa, ukimaliza uniambie tupite kule, nitakuacha huko kisha. Hamna shida mume wangu, nimekuelewa. Sawa. Haya. Asante kwa chakula lakini. Karibu. Kaka vipi? Poa poa brother, niambie. Poa sana kaka. Kuna kitu nilikuwa nataka kukuambia. Jambo gani hilo unaweza niambia? Kaka, nilikuwa nataka kukuambia nahisi njaa sana. Amini usiamini, tangu jana sijakula hata kitu chochote. Shida ni nini? Yaani kaka, mimi nahisi njaa. Yaani nilikuwa naomba unisaidie angalau tu ni 100 tu nitie kitu. Yaani nipate kitu chochote cha kukula. Wewe mtoto wa kiume, mbona sikuelewi? Hebu nielezee zaidi. Yaani mimi tangu wazazi wangu wafariki nimepitia changamoto mingi sana. Yaani kaka, hata sijui nikueleze vipi. Mimi nimetafuta kazi, nimeambulia patupu. Sina kazi yoyote kaka ya kufanya. Sasa sikiza. Wewe ni mtoto wa kiume, ufai kulialia. Kwa leo nitakusaidia. Lakini si una uwezo wa kufanya kazi? Mimi niko na uwezo wa kufanya kazi. Unaweza fanya kazi yoyote? Ile kabisa. Isiwe nitakutafutia kazi alafu ushindwe kazi kabisa. Mimi siwezi shindwa kaka. Sasa sikiza, leo nitakusaidia. Sababu umesema hujatia chochote tumboni. Shika hii hapa. Kaka nashukuru. Wacha hizo, usikuwa na wasiwasi. Sawa. Barikiwe sana kaka. Sawa, nimekuelewa. Barikiwe sana. Sasa sikiza. Kesho mida kama hii nitakokuja hapa, nitakupea kazi. Usikose kuja hapa. Siwezi kosa kaka. Utakuja kabisa? Nitakuja sana. Haya, sawa, haina shida. Kaka ubarikiwe. Nenda, haina shida. Ubarikiwe. Nenda, iko sawa. Acha nifike pale kwa mama Halima. Angalau ni kule chochote. Sawa, enda utie kitu ndani. Sawa, Mungu akubariki. Wakiume hao wana shida, hao wana kazi yao. Lakini inabidi usaidie tu mwenzako. Kumbe vile unapiga hela kimchezo. Wewe nilikwambia nini? Subiri upangwe. Ni kweli nakuelewa. Sasa sikiza. Unaona kwa hii deal? Hapa nangoja kama 1,100,000. Acha utani bwana. Hela kubwa hivyo.
Mwanangu, nimekusikia nikueleze. Hapa sasa mimi nakula pande zote. Nakula kwa boss, nakula pia kwa demu. Kinoma sana. Uko fresh? Uko fresh. Sasa ndio bwana nilikuambia vipi? Kuja nikuoneshe dili. Yaani ukipiga udalali hapa. Mwanangu hapo nakwambia unakuwa tajiri haraka haraka. Sawa mwanangu. Kimoja. Kazi? Kimoja bro. Poa, wewe nenda tuongea baadaye. Fit bro. Sawa, poa. Poa. So acha mimi niende hivi. Tutakutana na kuja maeneo yako tukutane. Enda bro mwanangu. Sawa, poa. Smart sana. Asante sana mume wangu. Warakisha na wewe. Sawa, Na wake siku hizi unajibodoa. Maria. Nzuri sana, karibuni. Tunashukuru sana. Pongezi sana, mmefika mapema. Na maana tutasaidika? Mtasaidika maana daktari wako ndio anangojea. Tunashukuru. Subiri dakika moja niambie daktari kwamba mmefika. Sawa daktari. Utasaidika kweli? Kabisa mume wangu, utasaidika. Nina imani. Wewe kuwa na imani yako hiyo lakini. Hakika sina imani. Karibuni. Daktari. Wagonjwa wako karibu. Karibuni sana. Asante sana daktari. Karibuni sana. Habari zenu? Salama. Very well, very nice. Sasa karibuni hapa na naona mmefanya uamuzi wa sawa kabisa. Lakini kabla tujaanza, ningependa tu niwaulize, je, nielezeni kinagaubaga ni tatizo gani ambalo limewaleta hapa? Okay, daktari, sisi ni wanandoa. Na kwenye hii ndoa tumekaa miaka takriban 2, lakini hatujafanikiwa kumpata mtoto. Sasa mimi na mke wangu tulifanya uamuzi ili tukuje kwako daktari ili utusaidie tujue shida iko wapi. Maana hata na wewe mwenyewe unaelewa ndoa ni watoto ndugu yangu. Na bila watoto kusema kweli sioni kama tutakuwa tumekamilika na hatuwezi jua shida ni lipi. Ni ipi? Safi kabisa. Naona mmefanya uamuzi wa sawa kabisa na mmekuja mahali pa sawa. Kutaka kulitatua tatizo lenu lazima nimeulize maswali kadhaa. Nafikiri hiyo itakuwa sawa. Nikianza na wewe. Labda hapo mbeleni kabla mjapatana na huyu mke wako, ulikuwa umewahi kumpa mtu mimba? Sijawahi daktari, sijawahi kabisa. Na unaitwa nani? Naitwa Sandra. Very well. Sandra. Sandra, labda hapo mbeleni kidogo kabla hamjapatana na huyu mumeo, ulikuwa umepata mimba labda? Hapana daktari, sijawahi kupata mimba. Pia wewe bado hujawahi kupata mimba? Ndio daktari. Well, sasa hiyo nafikiri itabidi tutafanya vipimo kadhaa ili tubainishe tatizo liko wapi hasa. Stella? Yes sir. Bring me those kids. Come in, sorry. Okay.
haya ni matatizo ambayo yanakumba watu, na najua tukishapata vipimo tujue ni lipi haswa linawakumba, basi tutaweza kujua ni vipi tutawasaidia. Sawa sawa. Sandra, umesema wewe hapo awali ulikuwa hujawahi pata mimba. Sijapata mimba. Kabisa? Ndio. Very well. Kwa hivyo kutaka kubainisha ni nini ambacho ni tatizo, itabidi tuwafanyie vipimo. Sawa sawa. Naona na nafikiri itakuwa sawa kabisa. Haswa wewe nataka nijue ikiwa nani zako ziko sawa. Weka tu hapa. Okay. Hebu. Okay. Sasa nitamuita nurse awapeleke lab ukafanywe some testing tujue hususan wewe sperm count yako iko vipi, alafu na wewe pia tuangalie your uterus, nyumba yako ya uzazi ikiwa iko na katika hali gani. Sawa sawa. Hivyo zote zitafanywa kwa lab. Kwa hivyo nitamuita Stella. Yes sir. Stella. Yes. Wapeleke lab wafanye vipimo. Sawa sawa. Yes. Sawa. Stella? Yes sir. Habari ya kazi? Nzuri sana daktari. Ule mgonjwa wa upasuaji alikuwa ameshafika? Hapana, hajafika, lakini kuna watu walikuwa wamebook jana yake, akasema watakuja. Kwamba kuja mapema. Okay. Basi akifika, let me know. Sawa sawa. Sawa sawa daktari. Hello, vipi? Haki na kuomba mara moja dada yangu kwa nyumba. Sandra, nimepigia simu nikashtuka mama.
Niko poa. Tatizo dadangu. Shida nini? Mimi nimeumbuka kwa kweli. Umefanya nini? Dadangu, nina matatizo kwa kweli. Shida nini mama? Dadangu, nimetoka hospitalini na mume wangu. Yale niliyoyakuta kule kwa kweli yanaumiza moyo sana dadangu. Yeye ni mgonjwa. Najihisi heri angekuwa mgonjwa na atibiwe angepona. Ila kwa haya niliyoyapata huko najihisi mnyonge kwa kweli. Sijui nitafanya nini. Shida nini? Dadangu, nimetoka hospitalini na imebainika kwamba sina uwezo wa kupata mtoto. Yananisumbua kichwani sana dadangu, hata nashindwa. Sasa na huyu mume nitaishije naye? Nitaishije kwa ndoa ambayo haina watoto dadangu? Toba. Na huzuni sana. Pole dada. Ila yanachoma. Na mumeo je? Mume wangu tulipotoka hospitali ameniambia kwamba anaenda kiasi anarudi, mpaka sasa hivi hajarudi. Ila mimi nina wasiwasi. Naumwa sana dadangu. Nashindwa ni vipi ndoa itakalika bila watoto. Na imebainika kwamba hata mmoja siwezi kupata. Usijali mama, kila kitu kina sababu. Mungu ana mipango yake. Usijali. Cha muhimu tu ni kuomba Mungu akushukuru kwa hali yenyewe. Kwa hivyo dada, najaribu. Nashindwa kama kusaidia hivi jamani. Breathing underwater, deeper than the waves, floating like a feather to another day, another day, another day. Beneath the waves, I find Wajua sababu kwa nini napitia haya. Wajua sababu kwa nini napitia haya. Majaribu yamekuwa mengi. Mungu wangu, unikumbuke. Mungu wangu, wajua sababu kwa nini niyapitie haya. I can feel you in my heart, you in my heart, in my heart. Kusema kweli mwanangu,
Mahali nilipo hapa nimechanganyikiwa sana akili yangu. Kivipi kakangu? Unajua mambo ambayo yamenipata mimi, hata na mimi nimeshindwa kuelewa. Wewe unajua niko na mke wangu pale nyumbani. Unajua hilo? Mke wangu tumeenda hospitali kufanya vipimo. Ya kufanya vipimo sababu tunaelewa tumekuwa kwa ndoa kwa muda mrefu lakini hatujabahatika kupata mtoto. Ya sasa nimeenda hospitali tukafanya vipimo. Na kulingana na matokeo ambayo yalitoka yamenishangaza sana. Kivipi ndugu? Yaani imebainika kuwa mwanamke wangu hana uwezo wa kuzaa. Wow! Hana uwezo wa kuzaa. Yaani kizazi chake kiliharibika kabisa. Pole kakangu. Nakwambia mahali nilikopa nawaza sana sijui nifanye nini. Yaani I'm just confused my friend. Na hili mtalichukulia vipi sasa? Manake hili si jambo rahisi. Kitu ambacho nimeamua mimi ni kumpiga talaka na kutafuta mwanamke mwingine ili nikaoe nianzishe familia. Hapana. Usifanye talaka. Hapana, usikuwe na uamuzi wa haraka hivyo. Unajua ndoa ni watoto. Ndio ukikosa watoto kwenye ndoa ni kama ulemavu mwanangu. Nalielewa hilo, lakini usifanye uamuzi kwa haraka. Ngoja mpango wa Mungu. Maana unaweza kuamua na ujui mpango wa Mungu ni nini mbele yako. Unajua wakati mwingine Mungu anasaidia ule mtu ambaye ananisaidia. Na mimi mwenyewe nimefanya kazi. Wewe unaona tunatoka asubuhi tunaenda kutafuta pesa. Hii pesa tunatafutia nani? Hii pesa nafaa tunatafutia familia. Lakini familia yenyewe kwa sababu sina. Hii pesa natafutia nani? Nitafutia mwanamke akuja kule pesa tu hapa kwangu. Kula pesa tu hakuna kitu kingine. Na kunichezea choo yangu mimi. Hakuna kitu ambacho anakileta kwenye meza. Angalau ingekuwa vizuri alete watoto ingekuwa afadhali. Lakini watoto hamna. Mtu kwangu unakaa naye kama mzoga tu. Huyu ni mlemavu ndugu yangu. Kulingana na mimi umechukua uamuzi wa haraka sana. Ukisema mambo na talaka umechukua uamuzi wa haraka sana. Hivi kwanza labda kuuliza. Wewe unanishauri nini sasa? Kwanza unanishauri nini haswa? Maana wewe mwenyewe hata una familia. Hujawahi fikiria kuoa hata siku moja. Iweje leo unanishauri nini vitu ambavyo ni vya msingi? Kaka hayo matusi yake. Matusi vipi ila nakwambia kweli. Wewe una familia hata una mke, yani kwa hiyo kuniita kuja hapa hivyo umeniita kuja kunisomea wakati na kujaribu kupea ushauri jinsi unapoishi na mke wako. Unajua, kwanza sina muda wa kuongea sana, maana wewe naona ni kama unanipotezea muda tu. Nafaa niongee na watu ambao wanajua familia, watu ambao wana familia. Sikiza kaka, sio wewe kijana barabara bado una familia. Sikiza kaka, wewe ndio umekuwa mwalimu wangu kwangu kwa hizi miaka tumekuwa na wewe, ukinishauri mambo ya kuniambia kana kwamba mambo kama hayo yakifanyika nisikuwe mwepesi kupata kauli ya haraka. Leo hii wewe unaniongeleza hivyo. Ni kweli nilikwambia ni kweli, lakini ndoa ni kitu cha muhimu na ndoa inahitaji watoto, na kama sina watoto hiyo sio ndoa. Ndoa ni watoto. Nimekuwa nikikushauri kweli, nimekuwa mwalimu wako, lakini ndoa ni watoto. Leo hii ukuwe na mwanamke lakini una watoto, wewe utajisikiaje? Unaenda kufanya kazi utajisikia? Kaka fanya hivi, naona ni kama umesalewa. Twende nikupeleka nyumbani. Twende basi. Ana ukiendelea hivi hautani. Njoo. Unajua kabisa na tunajaribu kuelezea kulingana na maisha na unajaribu kusema mambo mengine. Linda. Vipi bana? Poa sana. Siku mingi? Siku mingi kabisa. Sasa Linda, kuna jambo nimekuitia hapa. Nimekuitia jambo moja hapa. Jambo gani hilo kaka? Mbona wanipa wasiwasi? Wala usiwe na wasiwasi. Ni jambo la heri sana. Haya basi naomba unipe ombea. Sasa sikiza. Kuna mkaka mmoja hapa amekuelewa sana kabisa. Anaomba kuzungumza nawe. Vipi? Ana hela ama ni mdomo tu?
Sasa kwa ile usiongee usipime. Ule ana pesa kama uchafu. Kweli? Kabisa kabisa. Wow. Sasa sikiza Linda. Tuongea na yeye nifanye mipango alafu nitakutafuta. Haya basi, si uko na namba yangu? Niko na namba yako. Cheza kama wewe. Sawa, usikuwe na wasiwasi. Ule ana hela kama chungu mzima bana. Sawa, kwa mtu wangu. Sawa, tembea nitakupigia. Sawa. Kaka, unajua hii kazi ya udalali inanipa vizuri, bora uwe mjanja. Kivipi? Lakini nashinda kufanya kazi kama hii. Sasa sikiza nikueleze. Hapa unaenda kwa muuzaji shamba. Ukishajua bei yake, unarudi kwa mnunuzi. Wewe unampiga hela kishenzi. Ni kumaanisha hawezi jua. Bora uwe mjanja kaka. Sasa sikiza nikueleze. Wacha hiyo. Nafanya pia udalali wa madem pia. Kudadeki. Unaweza pia madem? Kwa nini? Dunia saa hii unaenda na wakati. Sasa ukichelewa na hii dunia saa hii, wewe utakufa ukiwa fukara. Kaka, naomba unifunze hii deal bwana, na hizi michongo naona zina mahela. Sasa sikiza. Nitakufunza kazi. Wewe usikuwe na wasiwasi. Hilo limeisha kabisa. Kweli? Fresh kabisa. Mwanangu utakuwa umesaidia. Sasa usikuwe na wasiwasi. Sasa wewe nitakufunza, usikuwe na wasiwasi. Wafanya hivi. Acha nimwangalie Kevo hapa chini. Tutaongea baadaye. Sasa mimi niko na shughuli zangu, niko naenda. Acha nitafute huyu jamaa kama lakini utafute nikufunze. Hamna noma bro. Sawa, baadaye. Kimoja? Haya. Wewe Maya, songea hapo wewe Maya. Nini bosi? Wewe mbona unanitumia hela nusu? Acha hela nusu? Wewe tulielewanaje? Niliogopa. Unaogopa nini? Nilikwambia uitishe pesa ngapi? 1200. Alafu umeitisha pesa ngapi? 50 basi. Bosi niliogopa. 1050 ni ya nini wewe? Mimi wewe yani ule unambembeleza ule ni baba yako ama ndugu yako yule? Si bwana, ni samani. Unajua unanichafua roho wewe. Haitajirudia tena bosi. Naomba msamaha. Na kutafutia kazi alafu unafanya vitu za kijinga jinga hizo. Naomba niwe radhi tu. Sasa sikiza. Kwa leo nitakusamea. Nashukuru. Lakini siku nyingine nikikupea kazi, nikikwambia ni 1200 ni 1200. Siweke mchezo kwa kazi wewe. Wewe toka hapo, unanichafua roho. Nenda kabisa hata. Sasa nenda sitaki kuona, unanichafua roho. Hii kazi kama hii mistaki. Nataka ndoa na watoto. Shida yako maneno mingi. Tulia mkonga mno. Mimi mambo maneno kama hayo. Washika nani? Washika kama nani? Wewe nyamaza. Wewe, sitaki mchezo bana. Sitaki mchezo bana. Nyamaza. Wewe toka, achilie. Toka. Nyamaza kwanza. Wewe, kaa huko. Mume wangu, twende ndani. Mimi nakwambia toka ndani. Wewe sitaki kuona leo yamemkuta makubwa. Kumeendaje tena? Sitaki kuelewa. Huyu amelewa chakari. Gari iko karibu kumgonga barabarani pale. Mume wangu kweli. Toka hapa. Twende ndani ukapumzike. Toka. Mwanamke kifungu kwenye mtoto hazai mtoto huyu. Akalae nini? Akalae nini? Unajua nimekuwa wewe. Nyamaza kwanza. Shemeji mshike huyu. Wachana mimi wewe. Wewe nani kwanza? Wewe nani? Toka. Nakuomba. Ndani ukapumzike mume wangu. Nakusaidia. Twende. Ambie utoke huko. Ambie utoke mbele. Huyu mke wako huyu. Twende toka mbele. Twende. Shemeji mshike, mshike tumpeleke ndani. Kitu anafanya. Wewe ushika. Twende. Anashika nani? Wewe umelewa, ujielewi, unasaidiwa. Hazai. Hakuna kitu anasaidia hapa. Ukiendelea hivi na hivi leo utasaidika wewe. Maliza yeye. Kaa hapa. Ukiambiwa wache pombe usikii. Acha pombe achana naye mimi. Wachana pombe. Pombe itakusaidia. Kama hivi utaendelea hivi. Oya
mswati. Vipi bro? Fresh mwanangu, inakuaje? Poa. Niambie. Fresh mwanangu. Sasa nimeona simu yako. Nikajua unahitaji mazingira kama haya. Mwanangu bwana, mimi nakuaminia sana. Unajua uwezi niangusha kabisa ndugu yangu. Basi unajua nimepiga biashara mingi na wewe. Sana ndugu yangu, sana. Siwezi kubali heshima yetu ipotee. Kabisa, nakuaminia ndugu yangu. Nakuaminia sana. Sasa Tambo. Yeah. Huyu hapa ndio Linda. Dada unapendeza. Asante. Linda, huyu hapa ndio bwana Tambo. Sio kwa sasa. Tawaacha hivi, juane zaidi. Tutaongea. Bwana Tambo. Bwana. Kama kawaida. Fresh mwanangu. Mimi nangoja simu yako. Usijali, yani mimi nitachekecha tu. Sawa, nangoja simu yako. Fresh. Sawa. Nzuri sana. Naomba tuende basi. Angalau. Moja mbili moja mbele. Unapendeza sana mama. Asante sana. Najua muda mfupi ambao nimekuona umeteka moyo wangu. Asante sana tu. Bali tu ila hii nyumba inapendeza. Hii ni mojawapo ya nyumba zangu. Hii kuna zingine kama 5 kule nje. Kweli inapendeza kabisa kweli sana. Ila tu bali nimekuja. Tumalizane nao nipatie hela zangu. Mimi niende kwangu. Usijali kabisa. Mtoto kama wewe unahitaji kutunzwa vizuri. Yaani wewe unahitaji kutunzwa kabisa. Usijali. Asante sana. Na hapa ndani na dadangu huyu hapa ambaye ananisaidia kufua, kupika, kufanya moja mbili. So sikuwa na wasiwasi na yeye. Habari dada. Achana naye huyo. Amenuna kweli. Huyo kuna hela ambayo nilikuwa nimpatie na nikachelewa kidogo. Ndio maana yuko hivyo. Wewe usimmind. Mbona ananifanyia hivi kweli? Ama kwa sababu sina uwezo wa kupata mtoto ndio maana ananifanyia hivi? Usiku. Amini Mungu tu. Unaweza jamani. Staili zako kweli za Kisukuma yani. Kweli kabisa. Unajua? Sijaipata mwanamke wa aina yako bwana. Umenitoa jasho mpaka mimi mwenyewe. Kweli, hata mimi sijawahi pata mume kama wewe. Kweli? Ukinihitaji tena nitarudi. Wewe kesho tu, ngoja kusema tu ukinihitaji. Kesho nakuhitaji wewe. Haya. Kweli. Tamara, vipi shangazi? Poa sana mama. Waendelea vipi? Naendelea poa. Za kwako? Mimi niko poa. Unaenda wapi? Naenda hapa kwa rafiki yangu Sandra. Ni mgonjwa au? Si mgonjwa dada, ila sasa ameolewa lakini hajafaulu kabisa kupata mtoto. Changamoto anazopitia. Asikwambie mtu mama. Jamani. Alafu sasa
Sasa basi nakwambia, unaona ule msichana anateseka mangumi kila siku, mume mwenyewe ameshamchoka. Mimi ndo maana mimi na ndoa ni kama maji na mafuta, siwezi olewa. Wewe unasema wewe afadhali wewe, mimi ndo kabisa hata siwezi ingia kabisa. Miaka yenyewe 50 lakini nakaa 20. Ndo maana dada. Nipo. Wacha nenda nikamuone mtoto wenyewe asije akafie ndani, akanipea misimu za huko. Sawa basi, tutaonana. Kwaheri. Sina amani kwa kweli. Dadangu, sipo salama, sipo sawa. Unaona hata nalia dadangu. Nina machungu jamani. Usichokijua ni kwamba yani huyu mume wangu amenichoka kabisa dadangu. Kivipi ndugu yangu? Yani ameingia ndani na mwanamke, wakapita kwenye bedroom, wamemaliza mambo yao tena wametoka. Na cha ajabu ambacho kinaniuma zaidi, anamwambia mwanamke kwamba mimi ni dada yake mdogo. What? Kwambia dada ya nyumba yako? Hapa umu ndani dadangu. Nimeshindwa nifanye aje. Nimechoka mimi. Haya naye ni madharau ya juu. Ake nimechoka. Sikuwahi jua naweza kosa mtoto nifanyiwe haya yote. Laiti ningalijua nisinge kuingia kwenye. Usilie mama. Unafanya pia mimi nilie. Usilie. Inaniuma dadangu. Hebu nishauri nifanyeje mimi? Kwa kweli hapa ndugu yangu, sijui nitakusaidia vipi. Wewe umefikiriaje? Dadangu mimi sina la ziada. Sioni lingine dadangu. Maana kwetu sijaua. Kutopata mtoto haimaanishi nipitie haya yote. Mimi naona ni vyema tu nijiondokee. Maana maisha ya ndoa ni kama yananishinda. Uko sawa ndugu yangu, hata kama ni mimi, bora tu nirudi kwetu. Mimi nafungasha virago zangu na kuondoka tu sasa hivi. Maana sitakaa hivi kuona nikisalitiwa kwa sababu ya kukosa mtoto tu. Inaniuma sana. Sawa mama, fungasha nikusindikize. Maisha ya ndoa kwa kweli magumu kweli. Afadhali hata mimi. Kulimulia mkewe kisa kutopata mtoto. Usijali mama. Maisha ya ndoa yanakuaga hivyo. Leta kusaidia begi. Usijali mama. Hivi ndo kunaenda. Fresh niambie. Safi huko? Uko wapi sasa hivi? Hebu njoo kidogo basi. Niko hapa barabarani tu. Sawa. Leo bwana vipi? Safi. Niambie. Safi fresh kabisa. Vipi? Poa. Mmenipigia sasa hivi. Mimi mwanangu nilikuwa nimeingia. Sema kweli mahali ni hapa nimechanganyikiwa sana. Shida nini? Kiwango ametoka. Kwani semeje ameenda? Sijui, yani nimetoka mwanangu venye tulikuwa kazini, nimetoka kufika kwa nyumba, hayupo. Venye umefika kwa nyumba sasa hivi hujampata? Kweli. Sasa nilikuwa naomba hivi, nilikuwa naomba unisaidie kutafuta ndugu yangu. Atakuwa ameenda wapi? Siwezi jua, labda twende kuuliza marafiki zake kule. Sasa basi twende basi. Twende basi. Unajua mahali anapatikana. Wewe twende bana, tutajua mbele huko. Sawa basi. Taruka nini usiponge? Nani? Sasa kwa huku ama huku?
Mambo mengine unaachana nayo. Hebu twende basi, twende. Wewe nisaidie kwanza tumpate ndugu yangu. Kila kitu wewe mwenyewe unakwambia. Afadhali. Tamara, mambo. Uko vipi? Unasemaje? Safi sana. Niko safi. Nilikuwa naomba kuuliza, umemwona mke wangu mahali popote? Maana nimefika kwa nyumba nikapata hayupo kabisa, nikashindwa kuelewa ameenda wapi. Una akili kweli? Yaani ungenisimamisha hapa kuniuliza upuzi kama huo wakati mwanamke mwenyewe umemwonyesha madharau kwa nyumba. Unaleta mwanamke kwa nyumba yake akiwa, si ndio? Unafikiria nini? Malaya mkubwa kweli kweli, hata una akili. Sasa unanitusi. Naona una akili kama mwanaume bure kabisa wewe. Wewe mwanangu, hapa kimebofu. Akili huna kabisa, muone suruali tu hapo, nafikiria mtu na akili kumbe hauna lolote. Semeji wacha. Yaani tuna akili, wacha shemu nimpashe huyu. Wacha nimpashe sababu amenyanyasa sana huyo ndugu yangu. Ana makosa. Lakini huyu ni haki yake sasa hivi kumuongelesha, huyu ni haki yake. Mwanaume huyu ni malaya shemu. Malaya kweli kweli, mtu kweli. Basi ndo basi naona kwa nyumba ameenda.